Tunamshukuru Mungu kwa siku njema ya Jumapili ya leo ambayo ametupa neema ya kukutanika mahali hapa. Nina maneno machache ambayo nataka nikushirikishe asubuhi ya leo. Andaa tu moyo wako. Ninajua ya kwamba Mungu atakuhudumia. Amen. 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 Kichwa cha ujumbe kinasema ibada ya sanamu ni chukizo kwa Bwana. Ibada ya sanamu ni chukizo kwa Bwana. Nini maana ya ibada ya sanamu? Ibada ya sanamu ni kitendo ama vitendo au mtazamo ulio ndani ya mtu unaompelekea kutoa heshima, kutoa utii ama kipaumbele juu ya kitu fulani ama vitu fulani kuliko Mungu. Ibada ya sanamu ni mtazamo ama ni kitendo cha kutoa heshima, kutii, aidha kuwa na mtazamo wa kutoa kipaumbele juu ya kitu fulani kuliko Mungu. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho unakipa nafasi ya kipaumbele, hicho kitu kwako kinakuwa ni sanamu. Kinakuwa ni sanamu. Au tungeweza kutafsiri tungesema ibada ya sanamu ni kuruhusu nafasi ya Mungu ichukuliwe na kitu kingine. Ile nafasi ambayo alitakiwa aichukue Mungu kwenye maisha yako inachukuliwa na kitu kingine. Kumbuka kichwa cha ujumbe kinasema ibada ya sanamu ni chukizo mbele za Bwana. Ama ibada ya sanamu ni chukizo kwa Bwana. Sasa ukiwa na vitu ambavyo unavipa kipaumbele kuliko Mungu, hivyo vitu kwako vinakuwa ni sanamu ambazo unaziabudu. Maana nafasi ya Mungu ya kuheshimiwa, nafasi ya Mungu ya kuabudiwa, nafasi ya Mungu ya kupewa utii inachukuliwa na vile vitu. Hivyo vitu vinachukua nafasi ya kwanza katika maisha, vinafanyika kuwa sanamu. Na anayetoa nafasi kwa hivyo vitu, tunasema huyu anaabudu sanamu. Manake amekataa kumwabudu Mungu, ila anaabudu vitu vingine ambavyo sio Mungu, na hivyo vitu tungeweza kuviita ni miungu. Kwa hiyo tukiunganisha kwa pamoja, tungeweza kusema kufanya ibada ya sanamu ni kuabudu miungu mingine tofauti na Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Fungua Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 mpaka wa 5. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 mpaka wa 5. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 mpaka wa 5. Imeandikwa hivi: usiwe na miungu mingine ila mimi. Kumbuka hichi kitabu katika hii sura kinazungumzia zile amri 10 za Mungu. Miongoni mwa amri ni pamoja na hii inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Mstari wa 4, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Neno sanamu tungeweza kulitafsiri kwamba ni kitu chochote kilichotengenezwa kama mfano wa kitu halisi.
rahisi. Kwa mfano, unaweza ukaona sanamu ya mtoto. Mdoli ni sanamu ya mtoto. Unaweza ukaona sanamu ya mtu amechongwa aidha kwa mti au kwa kutumia matirio nyingine, lakini hawa watu watatu waliokuwa wanamwabudu Mungu wa kweli walikataa kuiabudu sanamu ya mfalme, na unaona adhabu iliyokuwa mbele yao ilikuwa ni kutupwa katika tanuru la moto, lakini Mungu aliwaokoa katika ile tanuru ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nizungumze sasa kwa maana ya sanamu ambazo zinakaa katika moyo wa mtu na zinachukua ile nafasi ya Mungu. Kumbuka, anayepaswa kuabudiwa ni Mungu pekee, wala sio kitu kingine chochote. Mwenye kuabudiwa na mwenye sifa za kuabudiwa na mwenye sifa za kutumikiwa ni Mungu pekee. Anapaswa kuabudiwa katika maisha yetu. Lakini kama kuna kitu kimechukua hiyo nafasi ya Mungu kupewa ibada, hicho kitu kinakuwa ni sanamu kwenye maisha ya mtu, maana kimechukua nafasi ya Mungu. Hicho kitu kinaanza kuabudiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa naomba tuangalie sanamu za moyo. Sanamu za moyo, zile sanamu ambazo zinakuwepo ndani ya moyo wa mtu, ambazo zimeukamata moyo na zimesababisha huyo mtu ashindwe kumwabudu Mungu, ashindwe kumfanyia Mungu ibada, bali zile sanamu zimechukua nafasi ya Mungu, ndio zinapewa kipaumbele. Sasa tuziangalie hizo sanamu ambazo zinaweza zikaingia kwenye moyo wa mtu, zikabadilisha moyo ukaelekea kwenye hivyo vitu badala ya kuelekea kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakati naongea hizi sanamu za moyo ambazo zinaweza zikaa kwenye moyo wa mtu na zimepewa heshima, utakuwa unajicheki wewe mwenyewe kwamba je, kuna sanamu ambayo ninaiabudu, aidha iwe kwa kujua ama kwa kutokujua. Na baadaye tutakuwa na maombi ya kufanya matengenezo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sanamu ya kwanza ni tamaa mbaya. Tamaa mbaya ambayo inapelekea watu kuwa washerati, inapelekea watu kuwa wazinzi. Ni ibada ya sanamu ndani ya maisha ya mtu. Tamaa mbaya ya zinaa ambayo inamvuta mtu na kumwingiza kwenye uasherati na kumwingiza kwenye uzinzi ni ibada ya sanamu ambayo inakuwa inaendelea ndani ya moyo wa mtu. Bwana asifiwe sana. Wakolosai 3:5-6. Waraka wa Paulo mtume wa Wakolosai sura ya 3:5-6. Tamaa inapokuwa ndani ya moyo wa mtu, tamaa hutafuta kumwendesha mtu. Tamaa inapoingia ndani ya mtu inakamata moyo, na ikisha kamata moyo, tamaa inatafuta kumwendesha mtu, kumpeleka mahali ambako atakutana na uzinzi, atakutana na uasherati, ili aanze kuutumia mwili wake kufanya ibada ya sanamu. Ile tamaa inamvuta na kumfikisha mtu mahali ambako anaanza kuabudu sanamu, anaanza kuacha kumwabudu Mungu wa kweli, lakini ile tamaa inamwendesha na kumfanyisha ibada ya sanamu. Na tamaa ikishakamata moyo wa mtu, Mathayo 5:28 inasema mtu akimtazama mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye moyoni. Hali kadhalika hata mwanamke
akimwangalia mwanaume kwa kumtamani, anaweza akazini naye moyoni. Kwa hiyo kunakuwa na dhambi ambayo inaendelea kwa njia ya mawazo. Kuna dhambi ambayo inaendelea moyoni mwa mtu. Maanake ni kwamba huu moyo unakuwa umekamatwa na ile tamaa ambayo ibada halisi ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli inakuwa haipo. Kinachoendelea hapo ni uasherati, ni uzinzi, ambapo hapa tunaona Mtume Paulo anasema kwamba ni ibada ya sanamu. Maanake hapo Mungu hajapewa nafasi ya kuabudiwa, isipokuwa kuna sanamu iliyosimama ndani ya moyo wa mtu. Lakini kwa jinsi ya kawaida, namna ya nje, hatuoni kama ana sanamu, lakini moyoni amebeba sanamu. Ndio kitu ambacho kinamshughulisha. Kwa hiyo Mungu pale hana nafasi, ndio kitu ambacho kimechukua nafasi katika moyo wake. Kwa hiyo Mungu pale hana nafasi. Hata akikaa anawaza uzinzi, anawaza uasherati. Tamaa inamfanya awaze mawazo mabaya. Kwa hiyo ndani ya moyo wake kunakuwa kuna ibada ya sanamu ambayo inaendelea. Namba moja hiyo. Namba mbili, sanamu nyingine ni kupenda fedha. Kupenda fedha. Fedha wote tunazihitaji. Unaona kama sasa hivi tunahitaji fedha tununue kiwanja cha kanisa, hilo liko bayana. Lakini kuna tofauti ya kuhitaji fedha kwa ajili ya kujibu mahitaji yaliyopo na kupenda fedha. Kuna tofauti. Kwa sasa tunahitaji fedha ili tununue kiwanja, tumjengee Bwana madhabahu. Lakini kuna tofauti mtu anapopenda fedha, yaani fedha ndani ya moyo wake inachukua nafasi ya Mungu. Kwa hiyo badala ya kumfanyia Mungu ibada, anaanza kuiabudu fedha. Moyo wake unakuwa umekamatwa na fedha. Huyu mtu yuko tayari hata kufanya vitu haramu ili apate fedha, maana anapenda fedha. Kumpenda Mungu ndani yake hakupo tena. Ile nafasi ya kumpenda Mungu imechukuliwa na anachopenda yeye, fedha. Sio tena kumpenda Mungu. Upendo wake umehamia kwenye fedha. Yuko radhi hata kudhulumu, yuko radhi hata kudanganya, yuko radhi kufanya chochote, hata kama kiwe ni kibaya, hata kama kiwe ni haramu, ili mradi ajipatie fedha, maana moyo wake umekamatwa na tamaa ya fedha. Amejua auze duka la bosi, yuko radhi kupandisha bei ili apate fedha, yuko radhi kuwadanganya wateja wanaokuja ili ajipatie fedha, yuko radhi kutengeneza udanganyifu, wakati mwingine mpaka udanganyifu wa vipimo. Na asiyeelewa, naomba sukari kilo moja, anapimiwa robo tatu, analipa hela ya kilo moja ili ajipatie fedha, kwa sababu ndani yake anapenda fedha. Tamaa imekamata moyo, maanake kinachoendesha maisha yake ni ibada ya sanamu ya kupenda fedha ambayo iko ndani yake, inaishi ndani yake. Lakini katika hali ya kawaida huwezi kuiona, ipo ndani yake. Labda utakapokutana na huyo mtu mkaanza michakato inayohusiana na fedha, ndio utashtuka, huyu mtu kumbe yuko hivi. Inapokuja kwenye swala la fedha, ndipo unaanza kugundua, kumbe huyu ndani yake roho ya kupenda fedha imemkamata. Yuko radhi kufanya chochote, hata amkosee Mungu, ili mradi apate fedha. Yaani yeye anacholinda sio wokovu wake, kwamba abaki salama, abaki mtakatifu. Hapana, yeye anachohangaika apate fedha, iwe ni kwa njia haramu, iwe ni halali, ili mradi apate fedha. Manake ndani yake
hiyo sanamu yako ambayo anaifanyia ibada, na pale Mungu kuabudiwa hakupo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema amen utaki. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa kwanza 6:10. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Nitarudia, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Yaani manake ni kwamba kupenda fedha kunapoingia ndani ya mtu kunafanyika kuwa shina la mabaya. Shina huwa linachipusha matawi. Shina ndio huwa linatoa matawi ambayo baadaye matawi yanazaa matunda. Sasa hapa shina la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Mtu akishakuwa na hali ya kupenda fedha ndani ya moyo wake, hilo shina litachipusha ubaya wa kila namna. Anayependa fedha ni Mungu. Anayependa fedha ni rahisi kuwa na wivu kwa yule anayepata zaidi kuliko yeye. Anayependa fedha ni rahisi kuwa mwizi. Anayependa fedha ni rahisi kuwa dhalimu. Yaani anaona kwamba yeye ndo ana haki ya kukusanya hela zote aweke mfukoni. Anayependa fedha ni mjanja, mwongo. Lakini ukiangalia hayo yote yamezaliwa kwa sababu ya shina la kupenda fedha, na hilo shina limechipusha hayo matawi, na kila tawi litatoa matunda, na yale matunda yatakapokomaa, mwisho wa siku itazaliwa mauti. Maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hiyo ni sanamu ya pili ambayo inaweza ikaishi ndani ya moyo wa mtu na akawa anaiabudu na nafasi ya kumwabudu Mungu isiwepo. Sanamu ya tatu. Sanamu ya tatu ni kuzingatia mambo mengine kuliko ya Mungu zaidi. Kuzingatia mambo mengine zaidi kuliko Mungu. Nazingatia mambo mengine kuliko Mungu. Mambo mengine yanapewa kipaumbele kuliko mambo ya Mungu. Ni sawa na mtu anayetembea na mguu mmoja. Mambo ya kawaida ya mwilini yamepewa nafasi, lakini ya rohoni, mambo ya kimungu hayajapewa nafasi. Lakini kwa kawaida ilitakiwa ni kwamba unafanya vya Mungu, unafanya na vya kwako. Unafanya vya Mungu, unafanya na vya kwako. Mungu kwanza, ya kwangu yatafuata. Umtangulize Mungu katika kila jambo lako. Mpe Mungu nafasi ya kwanza. Lakini badala yake watu wametoa nafasi kwenye mambo yao kuliko kwenye mambo ya Mungu. Yale mambo ambayo yamepewa nafasi yamefanyika kuwa sanamu. Kwa mfano, nakupa mifano. Mtu anaweza akatoa nafasi kubwa kuliko nafasi ya kwa Mungu kwenye kazi. Mimi sisemi kwamba tusifanye kazi. Tufanye kazi sana, lakini inapofika hii nafasi ni ya Mungu, Mungu apewe nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Fanya kazi tena kwa bidii, lakini inapofika sasa hii nafasi ni ya Mungu, naacha kazi, nampa Mungu nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Lakini kama nafanya kazi, natumia mpaka ule muda ambao nilitakiwa nimpe Mungu,
maana hiyo kazi ni ibada ya sanamu kwangu. Bwana mseme. Kufanya kazi sio jambo baya. Kufanya kazi Mungu ameumba, na anatutaka tufanye kazi ili tupate fedha, tulete zitusaidie katika utumishi. Mambo mengi yanahitaji fedha. Amen. Amen. Lakini kuna nafasi ya Mungu. Iko nafasi ya Mungu. Inapofika sasa hivi ni muda wa ibada. Naacha kwanza kazi, naenda kwenye ibada. Nikimaliza ibada, haya ya kwangu nitarudi baadaye na kuyaendea. Tena mtu mwingine wala hata hajaajiriwa. Aliyeajiriwa atasema unajua mimi bosi wangu mkali. Akianzaga kuongea mpaka anatoa moshi mdomoni. Ni mkali sana bosi. Sawa, bosi wako ni mkali. Lakini kumbuka, anayekupa uzima na uhai na anayekupa akili ya kufanya hiyo kazi ni Mungu. Kwa hiyo Mungu apewe nafasi yake inayostahili kwenye maisha. Bwana sasa. Lakini huyo anayesema nimebanwa na kazi, akipata mgonjwa amelazwa Muhimbili, ataomba tu ruhusa, atajieleza mpaka atapewa ruhusa, ataenda Muhimbili kuuguza mgonjwa. Ila kuomba ruhusa aje ibadani, hajui kupangilia maneno, hajui kupangilia mistari mpaka bosi amwelewe. Ila anajua kupangilia akiwa na mgonjwa Muhimbili. Bwana mseme amen. Bwana mseme amen. Akipatwa na changamoto nyingine, anaweza kujieleza kwa bosi mpaka akaeleweka na akapewa ruhusa. Ila ya kwenda kwenye ibada hajawahi kupata namna ya kumweleza bosi mpaka akaelewa. Ila subiri litokee tatizo, na ataenda na atasafiri na ruhusa atapewa. Vipi hayo maelezo unayomweleza bosi mpaka akakuelewa, ungeyageuza pia upande wa pili, kwamba ninapotaka kwenda kumfanyia Mungu ibada nimweleze bosi mpaka anielewe, aliruhusu niende ibadani. Kutokuja ibadani kwa sababu bosi ni mkali, tatizo sio bosi, tatizo ni wewe. Haujatambua nafasi yako katika Bwana, ndio maana unazuiwa. Amen. Amen. Sasa ukigeuza kazi ikawa sanamu ambayo unaiabudu, alafu at the same time unataka Mungu akusaidie kwenye hiyo kazi, wakati hiyo kazi ndio imekuwa Mungu wako. Kwa nini kazi iwe Mungu? Kwa nini kazi ichukue nafasi ya Mungu? Mungu ana wivu, anataka kuabudiwa yeye tu. Huo wivu wa Mungu, siku ukipanda viwango, hiyo kazi itakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine ametoa kipaumbele, ametoa nafasi kwa mke au mume. Kila wakati unapomuuliza, kwa nini unajua mke wangu alisema. Mwingine mchumba anatumia muda mwingi na mchumba, yaani mchumba ndio imeshakuwa ibada. Masaa anachati na mchumba, wanaitana baby girl, baby boy, handsome. Carpet, naona inaitwa carpet, unakenua meno, carpet la kukanya, unashangilia. Baby si mtoto mchanga anayevaa pampers. Mwenyewe unaitwa sugar, sweet honey. Una kisukari. Watu wakaona wapita, this is a honey sugar. Una kisukari. Unashangilia. Na Bible haijasema hivyo. Bible inasema sisi ni chumvi ya ulimwengu.
We are not sugar. Sisi ni chumvi. Amen. Kwa hiyo hayo mababy, sisi mashuga, honey, darling, whatever ndio yanaendelea for hours and hours. Lakini mtu huyo mwambie twende kwenye mkesha wa maombi. Haji. Maanake yule mchumba ndio sanamu yake anayoiabudu. Lakini amespend 3 hours anaongea na mchumba. Twende basi kwenye maombi. Mimi nimechoka. Sina muda, I don't have time. Lakini kwenye mambo mengine, kuangalia kombe la dunia, hachoki. Hivyo ni visanamu ambavyo vimekamata moyo wa mtu. Vinaishi kwenye moyo wa mtu. Havimpi nafasi ya kumwabudu Mungu. Vimemnyima nafasi ya kumwabudu Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mwingine kasanamu kake ni simu. Simu. Subiri simu ishe chaji uone anavyopaparika. Anauliza kila mtu una chaji? Una chaji? Chaji ya Nokia unayo? Type C unayo? Simu. Anakuja hapa, una Type C. Nisaidie Type C tafadhali. Simu imezima. Yaani angekuwa anahangaika hivi akikosa ibada. Aise tungekuwa mbali kidogo. Subiri simu izime. Anapopata shida, hawezi kuvumilia kwa sababu simu imezima. Anadhania kila mtu hata sio wajua, anaomba chaja. Hata watu ambao hawajawahi kusema nao simu imezima. Anadhania kila mtu, anatafuta Type C. Angekuwa anapaparika hivyo kwa sababu leo alikosa nafasi ya kuhudhuria ibadani, yaani hasikia amani. Unaona huyu atafika mbali kiroho. Lakini akikosa ibada wala haimsumbui. Kwa nini? Kuna kitu ambacho anakipa kipaumbele kwenye maisha yake, sio Mungu. Amen. 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 Hata kutusema amen kasanamu. Amen. Amen. Ni nini kinakufanya ushindwe kusema amen? Amen. Amen. Ukiona asemi amen ujue kuna kasanamu. Hatoi kipaumbele kwenye mahubiri ya neno la Mungu. Ila ingekuwa anashangilia mpira wa kombe la dunia. Alitaka kufunga. Aise amekosa. Ilibaki kidogo lakini kipa iko makini. Anajua hadi kuelezea. Ila kwenye mahubiri hata asemi amen. Hebu sema amen. Amen. Kwenye mahubiri anakuazika. Ukiona anakuazika ujue kuna kasanamu. Leo tutakaondoa, tutakavunja kasanamu. Mwambie jirani, leo tutavunja hapo kasanamu. Jina la Bwana libarikiwe. Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Yaani inabidi uchague kumtumikia Bwana mmoja. Ukitaka utumike, unatumikia mali na unamtumikia Mungu, hauwezi kujigawa. Inabidi uchague moja. Kwamba mimi namtumikia Mungu. Yaani mali, kutafuta mali ni ziada. Mstari wa 33 anasema bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Maanake shughuli za ufalme kwanza, alafu mambo mengine yatafuata. Mungu kwanza, alafu mambo mengine yatafuata. Sasa aliyeweka kipaumbele kwenye mali, maanake hiyo ndio ibada yake. Hiyo ndio sanamu yake anayoiabudu. Bwana Yesu asifiwe. Sanamu nyingine ya 4, nakupa tu mifano michache alafu baadaye nitakuonyesha ni jinsi gani utajua kama mimi nina visanamu kwenye maisha yangu au havipo. Nitakuonyesha. Nitakupa ishara, utajikagua wewe mwenyewe. Sanamu ya 4 ni kutafuta umaarufu. Anataka ajulikane kwenye mitandao ya kijamii. Mpaka ana fake maisha ili watu wamuone na kumjua. Anaamua kufeki maisha. Yeye anapiga picha yuko na gari hili, kumbe kaazima. Kesho gari hili, kumbe kaazima. Na suti. Anaenda kuazima na suti. Anaenda pale kwa Sulesha lazima suti. Suti ya 300 anavaa, anapiga picha. Anaruka kwenye mtandao wa kijamii.
Alafu anaandika pale maisha ni kutesa kwa zamu. Mungu anatafuta followers ili awe maarufu. Hiyo ni sanamu. Unataka uwe maarufu ili uende. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na unachukia Anafeki maisha. Anashindwa kuishi maisha yake halisi ili eti awe maarufu, ajulikane. Mimi naona ungetafuta Yesu uliyembeba ajulikane, ingekuwa bora zaidi. Bwana asifiwe sana. Mdhihirishe Yesu uliyembeba ndani yako ajulikane, inatosha. Yesu aliye ndani yako akijulikana na akawa maarufu, inatosha. Bwana asifiwe sana. Kutafuta umaarufu, kutafuta dunia ikujue, unapambana kabisa mpaka wakati mwingine unadanganya ili dunia ikujue. Hiyo ni sanamu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni sanamu. Sasa tuende sehemu nyingine. Nitajuaje kama naabudu sanamu? Hilo ni swali. Alafu tutalijibu. Nitajuaje kama ninaabudu sanamu? Tumeshaviona hizo sanamu ambazo zinaweza zikakaa kwenye moyo wa mtu na zikamsumbua kweli, zikanyang'anya nafasi ya Mungu kuabudiwa. Sasa tuangalie, nitajuaje kama mimi ndani yangu nimebeba visanamu ambavyo vimeninyima nafasi ya kumwabudu Mungu? Nitajuaje? Kiashiria cha kwanza ambacho kitanifanya nigundue kwamba nina sanamu ndani ya moyo wangu. Namba moja, kuna kitu ama kuna vitu navipenda kiasi kwamba kama nitavikosa nasikia mpaka kuchanganyikiwa, yaani nakosa amani kabisa. Yaani najisikia nimevurugwa. Kuna kitu ambacho nakipenda sana, ikitokea nimekikosa, ikitokea sijakipata, navurugwa kabisa, amani inatoweka, nakata tamaa. Mwingine utasikia mimi nitajua tu kabisa, yaani mwaka utakufa. Eti kwa nini? Kwa nini unataka kujiua? Sijapata nguo ya Krismasi. Maana yule anapenda nguo kiasi kwamba asipoipata hapalaliki. Anapenda simu ikizima anaumwa. Simu ikikolapse anaona kama maisha yangu yameishia hapo. Akikosa kazi alionayo ikipukutika pia, anachanganyikiwa kabisa, anakuwa kama chizi. Ni kitu gani ambacho unakipenda sana? Na hata wewe mwenyewe ukipiga maisha yako ukiona hichi nikikosa hichi, hapana, sitakuwa nomo. Nitaanza kutembea na rusharusha mikono kama vile mtu ambaye kichwa kimeharibika. Ukiona una kitu kama hicho, ujue hiyo ndio sanamu yako. Ungekuwa unajisikia vibaya ukifarakana na Mungu, yaani ukimkosa Mungu, ukikosa ibada, ukikosa maombi, hiyo unaweza kujisikia vibaya kwamba nimechelewa maombi ya asubuhi, ibadani sijashiriki, ukajisikia vibaya. Mbona wewe unajisikia normal tu? Mbona upo kawaida tu? Hata ulipochelewa maombi wala haikusumbui kabisa. Hata ulipokosa ibada wala haikusumbui. Mbona kwenye kitu kingine? Mbona kitu kingine ukikosa unachanganyikiwa? Vipi ungekuwa unachanganyikiwa kwa sababu umekosa ibada, si ungeweka bidii ya kuhudhuria? Kile ambacho kinakuvuruga ukikosa ndio sanamu yako unayoiabudu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi kweli kabisa, tuseme ukweli, ni nani akikosa ibada anajisikia vibaya moyoni kwa sababu nimekosa ibada leo? Ni nani akichelewa hajashiriki maombi yale ya mwanzoni mwa ibada?
Kwa kweli leo hapana. Leo naona kama vile kuna kitu nimepungukiwa. Sijashiriki yale maombi. Sijashiriki. Leo sijaenda kwenye maombi ya saa 1 usiku. Naona nimepungukiwa, kuna kitu nimepungukiwa. Lakini anakosa maombi, anakosa ibada, anakosa kila kitu. Kuhusu Mungu anakosa. Na wala hajisikii vibaya, lakini subiri akose kitu kingine. Kuna wengine wakikosa pilau kwenye sherehe, kwenye harusi. Wanazira harusi. Anazira. Siji tena. Mkileta kadi sishangi tena. Yaani yeye anapenda msosi kuliko kitu chochote. Asipopata pilau siku ya sherehe anachanganyikiwa kabisa. Sherehe gani nimeenda hata sijala? Yeye atalalamika mwezi mzima. Harusi gani sasa mimi sijala? Nimetoa mchango wa nini? Analalamika. Mpaka amekwazika kwa sababu ya sahani moja tu ya wali. Sahani moja tu ya wali. Yaani ni sahani tu moja na wali na ina vinyama vinyango 4. Inamvuruga mpaka anachanganyikiwa. Ujio wako ndio kasalamu changu. Shukuru kwamba watu wamefunga ndoa, wabariki wakaanze maisha mapya. Wewe unalalamika kwa sababu hujapata pilau. Mpaka unataka kuwalaani maharusi. Pilau tu na soda. Tukapike ule mwenyewe tu. Anunue mchele na viungo, pika. Nunua soda hata kreti zima, piga. Hata siku moja ukiamua zimalize wewe piga. Unalalamika wewe, manake hicho kitu ndio kimekamata moyo. Ndio maana mtu wa hivyo anayependa misosi, ukimtangazia maombi ya kufunga anakwazika kabisa. Maana chakula ndio Mungu wake. Kuacha chakula, niache chakula mimi niharibike shepu yangu. Macho ya konde yaingie ndani, watu waanze kusema nina ukimwi. Hapana, mimi sifungi bwana, mimi nitafunga mwakani. Nani sasa wa kukonda? Ukiona hivyo ujue sanamu yake kubwa ambayo inaishi kwenye moyo ni misosi. Bwana sifa sana. Anaabudu misosi. Anapenda chakula kuliko kitu chochote. Anapenda chakula kuliko Mungu. Amen. Asipokipata hakuelewi. Hiyo ni dalili ya kwanza, ama kiashiria cha kwanza kwamba ndani yako kuna sanamu. Kiashiria cha pili ni kuwa na hofu kubwa juu ya kupoteza vitu fulani ama kitu fulani kuliko kuogopa kumpoteza Mungu. Yaani haogopi kumpoteza Yesu moyoni, ila anaogopa kupoteza vitu fulani kwenye maisha yake. Kwa mfano, mwingine anawaza, nikitoka tu hapa nikaenda kwenye ibada ngapoteza wateja. Kwa hiyo anazingatia kulinda wateja, anaacha ibada. Mwingine, hii mechi ya Simba na Yanga inipite. Hivi naanza saa 11. Leo ni siku gani? Siku ya ibada. Anaanza kupima, niende kwenye Simba na Yanga ama niende ibadani? Niende kwenye Simba na Yanga ama niende ibadani? Wakati anajiuliza hivyo, anakuja pepo mchafu. Anamwambia hivi, mechi inachezwa leo tu, lakini ibada zipo siku zote. Kwa hiyo nenda kuangalia mechi, ibada utaenda siku nyingine. Alafu anavutika, anakubali, anaenda kuangalia mechi. Bwana sasa. Mpira unachukua nafasi ya Mungu kuabudiwa. Najua sasa nitakosa, sitajua matokeo ni nani katolewa. Yaani anapiga mahesabu ya matokeo ya mechi mpaka anaacha ibada. Hiyo ni sanamu. Hiyo ni sanamu. Anaogopa kupoteza kuangalia mechi, ila haogopi kufarakana na Mungu. Bwana sifa sana. Kile ambacho kinakupa hofu sana kwamba hichi nisije nikakipoteza. Yaani unajaribu kukilinda kwa nguvu zote. Uko radhi umkosa Yesu bila ukilinde. Hiyo ni sanamu yako.
Bwana sio sana. Bwana sio sana. Uko radhi utoe rushwa ili ulinde kazi isipotee. Unatoa rushwa ili ulinde kazi isipotee. Lakini umkose Mungu. Hiyo ni ibada yako ya sanamu. Kwa nini usisimame upande wa Mungu alafu umwache Mungu akupiganie mwenyewe? Unataka kazi hapa sasa utaratibu hapo uliopo hapa. Utaratibu hapa ili upate kazi. Inabidi utembee na bosi. Wewe ni binti umeenda kutafuta kazi. Unapewa masharti ya kipagani. Unapewa masharti ya kichawi. Unaweza kusema sasa, si nimetafuta kazi miaka mingi sijapata. Unaambiwa hii hapa iko wazi, hii nafasi iko wazi, ila masharti ni kwamba inabidi bosi awe mpenzi wako. Unapiga mashabu unaona hii na yenyewe nipite. Kwenye akiwa mpenzi wangu unapoteza nini? Utampoteza Yesu ndani ya maisha yako na utakwenda jehanamu. Kazi utapata. Alafu kumbuka hiyo kazi ni kwa kitambo tu, lakini haya maisha yanapita. Ipo siku utasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Hicho ndio unatakiwa uogope zaidi, kwamba sitakiwi kumpoteza Yesu. Nimlinde kwa gharama yoyote, Yesu abaki ndani yangu. Hata kama nitakosa kazi, Mungu atafanya mlango mwingine. Wako wapi mabinti wenye msimamo ambao hata akishawishiwa hivyo bado atasimamia imani? Na anaambiwa hii kazi na mshahara mnono na marupurupu. Mshahara 800,000, marupurupu kwa mwezi 200,000. Binti anaangalia, niko single, sina family. 800,000. Niziache hivi, niziache. Kwa hiyo anaanza kupiga mahesabu, anapiga mahesabu anaona acha tu niingie kwenye zinaa, kwenye uasherati. Kwani nani atajua? Mungu anajua. Maana jicho lake lipo kila mahali. Alafu anaamua kumpoteza Yesu ili apate kazi. Maana yake huyo ni mwabudu sanamu. Jina la Bwana libarikiwe. Kiashiria namba 3. Sehemu kubwa ya mawazo yako huangukia kwenye vitu fulani badala ya kumtafakari Mungu ama kutafakari neno lake. Sasa angalia, mawazo yako kwa sehemu kubwa, kwa asilimia kubwa huwa yanakuwa kwenye nini? Yaani hata kama unapobaki mwenyewe peke yako umetulia, mawazo yako huwa unawaza nini? Ukikuta kila unapotulia unaanza kuwaza mpira. Unawaza mpira, ile timu lakini ilipigwa. Hapo ile kipa wao mdhaifu yule anaonekana hajui kudaka vizuri. Yaani ndio kinachoendelea ndani yako, kinachoendelea. Maana yake hapo ndio kaibada chako cha sanamu ambapo kapo ndani yako. Lakini mtu ambaye ndani yake kuna ibada ya kimungu inaendelea, hata akikaa akitulia, utaona ndani yake anakumbuka mistari ya Bible. Anaanza kurefresh mistari ya Bible ndani yake. Yaani hata kama haongei, lakini ndani ya mawazo anawaza mambo ya Mungu. Yaani anawaza yale ya Mungu. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mawazo yake anawaza vitu vya kimungu. Ukiona hivyo, maana yake hakuna ibada ya sanamu inayoendelea ndani yake. Lakini mwenye sanamu, ni sanamu inakuja tu moyoni. Mwingine anaanza kumwaza mtu. Anamwaza wewe. Mawazo yamekamatwa na kitu fulani. Anatumia muda mwingi kuwaza hivyo. Hiyo ni ishara kwamba kuna sanamu ndani ya moyo wa huyo mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Muulize jirani yako, muulize bibi, sanamu ipo au hamna? Unamwogopa, muulize sanamu ipo au hamna? Sasa tuangalie madhara ya kuabudu sanamu, alafu baadaye tunaenda kuomba kuvunja sanamu iliyo ndani ya moyo.
madhara. Mungu ametuzuia kabisa kuwa na ibada ya sanamu, anataka yeye aabudiwe pekee. Sasa madhara, yaani mambo mabaya ambayo yanaweza yakatokea kwa kuwa na ibada ya sanamu ndani ya moyo wako. Namba moja, sanamu humfarakanisha mtu na Mungu. Sanamu inatengeneza faraka kati yako wewe na Mungu. Faraka ni kutengana, faraka ni kukaa mbali. Kwa hiyo unapoanza kuwa na ibada za sanamu kwenye moyo wako, unamfanya Mungu awe mbali na wewe, unamfanya Mungu akae mbali na wewe, kwa sababu ukweli ni kwamba Mungu hataki kamwe uabudu kitu kingine chochote. Anataka umwabudu yeye pekee. Mungu hataki uabudu mali zako, hataki uabudu kazi yako, anataka umwabudu yeye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Madhara namba moja, Mungu atafarakana naye. Namba mbili, sanamu huvuta mapigo ya Mungu kwa mtu, kwa sababu Mungu ana wivu. Mungu ana wivu. Kwa hiyo akiona umeanza kuabudu sanamu, ule wivu wake unainuka ndani yake. Kwa hiyo haikosi, ataachilia mapigo, ataachilia mapigo. Na mapigo ya Mungu yakianza kuja kwa mtu ni mabaya sana. Bwana asifiwe sana. Wivu wa Mungu ni mbaya kuliko wivu wa mwanaume kwa mke wake. Wewe nikupe mfano. Wewe nikupe mfano. Kama wewe ni mwanaume, kama wewe ni mwanaume, ukamwona, wewe nitolee huyu mfano. Njoo. Wewe nitolee mfano. Kama wewe ni mwanaume, ukamwona mke wako kashikiliwa na lijamaa lingine hivi, afu anatembea. Na unamwona umekaa hapo, ufanye ndio Daudi huyo. Wanatembea hivi, afu wanacheka, wanagonga. Wanacheka. Afu mume wake kakaa pale anaangalia. Sasa niambie. Ule wivu utakaoinuka ndani ya huyo mwanaume. Unanielewa? Sema amen kama unanielewa. Ule wivu utakaoinuka ndani ya mwanaume, fikiria, nataka ufikirie. Mtu kakamatwa na lijamaa hapo. Yaani yule mwanaume, moyo utaanza kutafuta njia ya kutokea. Utaona shati linadundwa hivi tu. Kwa sababu ya wivu. Sasa fikiria, tunaposema Mungu ana wivu, kanisa ni mke wa Kristo. Amen. Sasa anaacha kumwabudu Bwana wake, anaanza kumwabudu Mungu mwingine. Sasa ule wivu wa Mungu ukiinuka, maana yake mapigo yatakuja. Bwana asifiwe. Mungu ana wivu. Anataka aabudiwe tu yeye peke yake. Hataki umchanganyie miungu wengine. Kuna wakati unajifanya unamwabudu yeye, kuna wakati unaabudu miungu. Kuna wakati unamwabudu yeye, kuna wakati unaabudu. Hataki. Hataki. Kama vile ambavyo mwanaume hataki mtu amguse mke wake, ndivyo na Mungu alivyo. Sema amen kama umeelewa. So, ukianza kuabudu miungu, wivu wa Bwana unapanda, unakuja na ghadhabu kali. Kwa mapigo yanaweza yakaja. Jina la Bwana libarikiwe. Hayo ni madhara namba 2. Madhara namba 3. Sanamu huondoa amani moyoni mwa mtu na kuachilia maumivu makali. Kwa mfano, mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii lakini hampi Mungu nafasi,
amekomaa tu na kazi, anatumia akili yake tu, ila Mungu hana nafasi. Atatumia akili mpaka atafika mahali akili yake itagota, akili yake itabounce, atakuwa haoni tena mbele, kwa sababu yeye ameichukua kazi kama Mungu wake. Baadaye atakosa amani na ataanza kusikia maumivu makali ndani yake, kwa sababu lazima atafika mahali atakwama, na hiyo kazi itamletea changamoto nyingi, kwa sababu nafasi ya Mungu ilichukuliwa na kazi. Na unajua ukitumia akili zako tu